Mwingine huyo hapa kauponza. Wanawake, umshikaji bwana amemtongoza mwanamke. Alikuwa mbali, yani long distance, wako mbali. Kamtongoza ndugu yangu, kamtongoza, wametongozana, sijui akafanyaje huko. Mwisho wa siku bwana akaona sio mbaya tukakutane bwana. Mshikaji kasafiri zake kutoka huko. Kaenda kukutana na mwanamke. Kwa bahati mbaya tena au bahati nzuri, kamkuta bwana mdada ni mlemavu. Yani hana miguu. Sasa ubaya huko hapa ni kwamba, yani hawa tangia wameanza kutongozana, hawajawahi kuonana. Yani ndo wale tunaongeleaga wale kwenye mitandao, mtu anakuta anarekodi humu tu. Unakuta mtu anarekodi video ya wanawake 100% kwenye mitandao ya kijamii, unakuta mwanamke anarekodi video nusu tu. Yani humu tu. Ukiuliza kwa chini kuna nini? Sio kwa ubaya, hawataki kusema. Yaani wame-maintain humu tu kwenye uzuri wa humu nusu. Haya, mshikaji bwana kaenda nchini kwa mdada, kakuta mdada kama unavyomuona ni mshikaji hana raha kabisa. Yaani mshikaji bwana hana raha, yani roho yake ishavunjika yani yani anasema bwana mwenyewe sielewi nimefikaje. Yani jamaa kafika akuta mdada tena kampokea airport. Mdada hana miguu. Sasa atusemei kwamba shida ni kwamba mdada kuwa mlemavu. Hapana. Shida ni kwamba mkiwa mnatongozana kwa nini msipigane video call? Tunasema kila siku piganeni video call. Mpigie mwenzako video call muone. Sawa huko China, mimi niko Marekani, piganeni video call. Huko Arusha, mimi niko Dar, piga video call muone. Ndio maana ya video call. Watu tunavyosema maana ya video call, mnatuelewa. Hata kama kuna video call zingine ambazo sawa zinavuka mipaka, lakini muhimu ni video call, muonane ili mridhiane. Sasa muone katongoza kaona mtoto mzuri nini piskali ya kwenda. Mwanamke akamuonesha kuwa sisi ndo wanawake. Okay, ungekuwa ndo wewe sasa. Hebu imagine, na ungekuwa ndo wewe. Aya, wewe ndo ungekuwa wewe ungefanyaje? Mshikaji kanuna, kavimba. Hata mpigi hapo. Ungekuwa ndo wewe sasa ungefanyaje?